Na mpenzi mtazamaji, hujambo zaidi popote ulipo, na kukaribisha tena zaidi katika kipindi chetu Murwa Tu, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Alhamis, kipindi ambacho huitwa Story Yangu mtazamaji, na kukaribisha sana. Leo hii tumeweza kutembelewa na mmoja wa bingwa hapa ambaye ataweza kutujuza tu kuhusu story yake. Je, mambo yamekuwa vipi, ametokea wapi na ni lipi analifanya mtazamaji? Nichukue nafasi hii kumkaribisha sana. Hujambo mwenzangu? Sijambo. Uko salama? Niko salama kabisa. Aha. Yeah. Mimi nakujua sana. Naam. Na umekuwa mtu wangu wa karibu sana kwa muda mrefu na miaka mingi sana. Naam. Lakini yule mtazamaji, kwa manufaa yake, Naam. jitambulishe kwake. Mimi naitwa Barasa Jesse. Tumefanya na huyu kwa muda, na jinsi unavyoniona hapa siku ya leo niende amenikaribisha sana. Naam, asante sana mtazamaji. Karibu sana katika kipindi chetu cha Story Yangu, tukaweze kusikia kutoka kwake. Na tunapoanza tu mazungumzo yetu hii leo. Naam. Barasa Jesse. Naam. Ni huyu ni nani? Ametokea wapi labda? Naam, Barasa Jesse ametokea Trans Nzoia County. Naam. That is nikisema ni Kwanza constituency. Kapomboi ward. Naam. Mimi ni mzaliwa wa huko. Na kwa bahati nzuri nikapatikana pia nimeingia katika kaunti ya Bungoma. Sasa nimeishi katika kaunti hizi mbili. Ndio. Na sijachagua gani ndio kaunti yangu. Zote ni yangu. Upo katikati ya kuchagua ni kaunti ipi? Naam. Jamani, sichagui. Na sijajua nitachagua gani kwa sababu zote zimenilea vizuri kabisa. Zote zipo sawa. Naam. Kumbuka zipo chini ya nchi ya Kenya labda. Vile tu. Chote tu utakiendea tu vile. Naam, ni tueleze umezaliwa wapi labda? Umesema Kapomboi ward. Nimezaliwa Kapomboi ward. Naam. Kwanza constituency kule Trans Nzoia. Na pia nimeanzishia huko masomo yangu pia. Na baada ya hapo nikasoma hadi nikafika class 7. Ndio nikatoka huko nikakuja Bungoma. Kwa sababu pia Yesu alitoka kwao akaenda kule nje ndipo akafanikiwa. Kwa hivyo hufanikiwa ukiwa mahali pako tu pale, lakini unafanikiwa ukitoka nje. Huwezi ukafanikiwa ukiwa kwenyewe. Kisa na maana ndio huenda ndugu zako hawakutaki au wenzako ambao wako katika kijiji kimoja na wewe ndio pia watakuwa na hiyo competition, wanataka wakushinde namna fulani. Na ukishine katika hata ukikuwa na talanta kwa mfano alafu wale ambao wako kando yako ambao mlizaliwa nao mmezoeana nao waone umewashinda, watakuwa na ule moyo wa wivu vile, na watatamani kunyang'anya ama hicho ambacho unakimiliki kiwe cha kwao. Sasa ni afadhali uende kwingine alafu utarejea baadaye usake riziki. Naam. Inafurahisha sana. Je, tueleze maisha yako labda ya masomo imekuwa vipi? Naam, maisha yangu ya masomo kwa mfano mimi ningependa nikwambie maisha yangu ya masomo ijakuwa njia rahisi. Ndio. Tumepitia changamoto mingi. Kwa mfano ukosefu wa karo. Naam, kweli. Na ukiangalia kabisa mimi mwenyewe nilisema natamani kuenda shule. Si kupelekwa shule. Ulisema unatamani kuenda shule. Na nilienda nikaambia baba yangu mzazi ambaye hakuwa anatarajia hata kunipeleka shule. Na basi ikakuwa ilikuwa tu ni kama labda Mungu alikuwa ameshikilia mkono. Nilipomwambia tu ndio kweli nikapelekwa shule, na wakati huo hawakuwa hata na pesa ya kununua kitabu. Ndio. Na nilikuwa na nguo ya nyumbani tu, jeans ile imenifinya kabisa. Ndio. Na nikakata ile alafu nikavalia na nikakimbia shuleni. Naam. Hiyo ni siku ya kwanza. Uliposema kwamba natamani kwenda nyumbani. Naam. Labda hiyo unaweza ukasema vipi
siku hiyo unaweza ukaidescribe vipi, labda siku ya kwanza tu ya kuweza kuangaza katika maisha yako, hususan maisha ya elimu? Je, hiyo siku unaikumbuka kivipi? Labda unaweza ukaisema vipi, siku ilikuwa vipi haswa? Nakumbuka hiyo siku kwanza, mwalimu ambaye tuseme madam ambaye alikuwa anafundisha wakati ule, ndio alikuwa ni jirani. Sasa wakati nilipewa kitabu na nimejivalisha uniform yangu ambayo si rasmi, ndio nikapewa, akanichukua tukaenda na yeye shuleni, na hivyo ndio niliandikishwa na nikakuwa mwanafunzi rasmi. Ndio nikakutana na wanafunzi wengine. Kwa mfano nilikutana na rafiki yangu Saidi, huyo ndio ilikuwa hiyo siku ya kwanza nilikutana naye, alikuwa anaitwa mkulima, kwa sababu unavyotambua Trans Nzoia County ni watu eneo la ukulima, wanavuna mahindi. Ndio na sasa aliwekewa jina mkulima. Sasa nimetafsiri hilo jina nijue ili jina mbona walimwekea, lakini natumai ilikuwa ni jina bora katika maisha yangu wakati ule kabisa. Naam. Na mpenzi mtazamaji, tunazidi tu kupiga gumzo hapa na mgeni wetu ambaye ameweza kututembelea hii leo, na yupo ange zaidi kutupa taswira tu ya jinsi maisha yake yalivyo na yatakavyokuwa vile. Na tumaini kwamba unatufuatilia moja kwa moja katika mitandao yetu ya kijamii. Tunakwenda kwa jina Sauti ya Kaimosi. Mtazamaji, tunapoendelea tuna gumzo letu. Je, umemaliza shule ya chekechea, umeingia katika ile kiwango kingine cha masomo. Naam. Kile nacho kilikupeleka vipi haswa? Kwanza kabisa, naam, kabla sijaelekea kuambia kilichokuwa, naam, nikiingia chuo kikuu. Ndio. Je, unataka tukujue? Unataka tujue unatokea wapi? Ulizaliwa wapi? Ukasomea wapi? Na je, unafanya nini hivi sasa? Ungana nasi kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 9 hadi saa 10 jioni ndani ya Sauti ya Kaimosi, kipindi pendwa, kipindi vabungwa, stori yangu. Ni kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 9 hadi saa 10 jioni. Stori yangu ndani ya Sauti ya Kaimosi. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tumechukua mapumziko wa muda mfupi. Tumerejea tena katika mdahalo wetu wa moja kwa moja na mgeni wetu anakwenda kwa jina Barasa Jesse. Kwa hivyo umeweza kutueleza kwamba maisha yako ya elimu yalianza siku ile uliosema kwamba nataka au natamani kwenda shuleni. Na umetujuza mengi tu kuhusiana na siku yako ya kwanza ya masomo. Umeingia katika viwango vingine. Je, tueleze mambo yalienda vipi kuanzia pale? Kulingana na mimi, nilipitia changamoto kwa sababu kando na ule madam ambaye alinianzisha masomo. Ndio. Wakati nilipromotiwa kuingia class 1, ndio nilikutana na madam mwingine ambaye alinichukia zaidi kwa sababu ya background ambayo nilikuwa nayo. Kumbuka kwamba ulikuwa umependwa tu na yule mwingine. Naam. Lakini umesonga viwango vingine unadharauliwa. Naam. Mambo ilikuwa vipi? Alikuwa hawezi kunisaishia kitabu, kuangalia nimefanya nini. Ndiyo. Hata mimi nikikuwa nimetunga laini mimi ni wa kwanza, atachukua kitabu changu akiweke kando, ashughulikie wale wengine. Ubinafsi wa hali ya juu sana. Pole. Poa. Tueleze maisha ya elimu pale chuo cha sekondari. Naam. Sasa kabla sijawapeleka, labda kidogo tu nielezee kuhusiana na mambo ambayo changamoto ambayo nimekutana naye pale nyuma.
ukiangalia kwamba nilifikia watu walikuwa wananikejeli zaidi. Naam. Ikafikia wakati ambapo ikabidi nikaanza kuwa mtu ambaye anapigana vita. Naam, nilikuwa napiga kilazi yote. Ulikuwa mwana masumbwe vita. Naam, kabisa. Na sio nilijipata tu napigana, lakini nilikuwa napigania haki yangu kwa sababu wamenilemea na hayo kwa hivyo ulikuwa unajitetea vile ili ni survive katika hiyo lile darasa, kwa sababu ukiketeliwa sana na ikushinda kabisa, naam, utaacha tu hiyo shule na utaenda nyumbani. Ni kweli. Naam, sasa kujitetea kwangu kulikuwa ni vita sasa. Na nikapiga kila mtu na wakaniheshimu na nikaendelea na masomo. Na wakati nilifika kidato cha 6 nilifikiria kwamba nilienda shule si kupigana, nilienda kusoma. Ndio maana ile akili ilikujia ikasema kwamba si kupigana. Sasa hapo ndio niliacha kupigana. Hata mtu angenipata nipige kofi ningemwangalia tu na niendelee. Ya muhimu ni mimi kusoma. Ndio. Baada ya hapo nikaingia sasa Bungoma. Ndio. Nikiwa class 7 na nikajoin hapo Kuyua Primary School. Naam, nikasomea pale. Nikafanya pale, nikakuja nikabati mzuri. Ndio. Nikakuwa head boy pale. Kwa vijana ambaye alikuwa anachukiwa, anadarauliwa, sasa hizi anaheshimiwa. Nikaheshimiwa kabisa. Na nikafanya vizuri kabisa. Naam, wakati nilifanya vizuri niliahidiwa kuenda shule mzuri kabisa. Naam. High school mzuri. Naam, kweli. Lakini nilipopita mambo yalibadilika. Mambo yalibadilika. Naam, mambo yalibadilika. Ahadi hazikutimizwa. Nikapelekwa shule ambayo sikuwa naipenda, na kumbuka ilikuwa ni shule jirani tu labda. Jirani, naam kabisa. Mambo yalikuwa vipi? Nilipoenda hapo siku ya kwanza tukifanya admission nini nilikuwa na chuki moyoni kabisa. Nilikuwa ni kama ni mwisho wa masomo yangu. Ndio hiyo. Lakini nikajitia moyo. Nikaangalia nikianza shule, nikatazama changamoto ambayo nimepitia. Nikakuja nimepasi KCP. Basi nikasema ninaweza hata kwa hii ambayo nimeletwa. Ndio kweli. Naam, sasa nikaendelea na masomo yangu vizuri. Nikafanya, lakini changamoto ya karo pia ilikuwepo. Kweli. Ilikuwa mwalimu angefukuza wanafunzi waende kuleta karo, mimi ningeenda nijifiche kwa choo ili nirejee darasani baadaye wakati watu washaenda. Lakini baada ya hapo nilikuwa nikirejea darasani napata wengine wako na milk card. Wakati ule walikuwa wanapeana milk card. Ndio kweli. So ukiangalia wengine wakikuuliza bana yako iko wapi, una sasa hauna, wewe kazi yako unakuwa mkali kujidefend. Ndio hiyo. Na hivyo ndio nilingangana hadi nikamaliza chuo ya sekondari. Naam. Naam. Wanasema kwamba mvumilivu hula mbivu kabisa. Lakini ilifikia wakati ambapo uvumilivu kwako ilibidi uweke kando, upambane, upige watu ngumi kabisa na vitu kadhaa ili ukaweze kujitetea vile vile. Naam. Lakini tunasema asante sana. Mtazamaji, tunazidi kupiga gumzo hapa na mwenzetu hapa, anatueleza tu jinsi maisha yake yalivyokuwa, maisha makali vile vile, lakini tunakipata chochote tu ambacho tunakipata ni funzo kuu kutoka kwake mtazamaji, na najua kwamba kuna lile ambalo utalichukua moja na likusaidie sana katika maisha yako. Umesema kwamba ulijiunga na shule nyingine ambayo hukuwa labda unapania kuingia pale kabisa, lakini kwa sababu ya changamoto za huku na huku kule ilibidi, si ndio? Naam. Maisha yalikuwa vipi katika chuo hicho labda au shule hiyo? Maisha kielimu mambo ilienda vizuri kabisa. Lakini changamoto ilikuwepo ni kulipa karo kabisa, kwa sababu ukiangalia ndio main source ya kukaa shuleni kabisa.
Sasa ungejipata wakati wanaulizia karo, hapo ndio unakuwa na pressure, na pia bado inakuwa affect kielimu. Utakuwa na hiyo mental torture. Sasa kabisa uwezi ukafocus na elimu kabisa. Sasa inabidi unarudi chini, unapanda, unarudi, ukijaribu kusukumana. Lakini cha muhimu kabisa ni hakuna haja ya kugive up. Hakuna haja ya kugive up. Cha muhimu kabisa, finya kabisa, endelea. Hakuna jambo ambalo lililo na mwanzo na likakosa mwisho. Na hiyo ndiyo ilikuwa jambo ambayo inanitia moyo. Na pia kitu ambacho kiliweza kunitia moyo niendelee na hiyo masomo, niliingia katika vilabu. Na ukiangalia nilikuwa natangamana na wenzangu kabisa. Hasa wakati unatangamana na wenzako, hata ukikuwa na mawazo, hayo mawazo yanadidimia kidogo, kwa sababu uko na wenzako, kuna kitu ambacho unafanya na kitakuwezesha kukaa pale vizuri kabisa. Naam, kuna kitu umekisema kwamba ukiwa unapitia katika hali ambayo ni ngumu kidogo, jaribu kutangamana na wenzako. Naam, kabisa. Kule kutangamana kutakusaidia kusitiri yale makali ambayo labda ya mawimbi ambayo labda. Naam. Na ni kweli kabisa, kwa sababu wakati wote, hata kwa mfano ukiingia kanisani kabisa, ukiingia kanisani wanakuambia chukua kitu ambacho unaweza ukakifanya kabisa. Maana ukichukua kitu ambacho unaweza ukakifanya, ni chanzi kubwa kabisa utaacha kanisa kabisa. Endelea na ile kanisa, kwa sababu uko na kitu, umetangamana na wenzako, mmezoeana. Sasa ukitaka kuacha, au wenzako wanakuvuta, au hiyo relationship mmekuwa nayo, bado itakuvuta urejea hapo. Lakini usipokuwa na kitu, utafikia mahali pa kuacha. Mtazamaji, Gumzo Pevu tu, tunaendelea na mjadala wetu, tuna gumzo letu hii leo mtazamaji, na umeweza kusikia kwamba hamna refu lisilokuwa na mwisho mtazamaji. Baada tu ya changamoto mbalimbali ambazo wameweza kupitia, imefika mahali ambapo hawezi regret wala kusema vipi. Regret ni kusema nini? Ile regret haipo katika maisha yake kabisa. Kwamba magumu yaliweza kuwa mwalimu katika maisha yake, na ilimfunza zaidi kuwa mkakamavu na kusonga mbele katika maisha yake. Umejiunga na chuo kikuu. Je, maisha yako vipi na yalikuwa vipi tena? Je, ugumu bado ulikuwepo? Ugumu kabisa utakuwepo, ndio, step by step. Wakati unaenda kiwango kingine, huo ugumu hautaisha. Watu wengi wanakuanga na mtazamo, labda wakati fulani wangekuwa na maisha bora zaidi. Anasahau nyuma, anasema changamoto ambazo atakuwa nazo nyuma zitampata mbele. Lakini kiukweli changamoto bado zipo kila wakati ambapo unachukua kiwango chingine kabisa. Hasa changamoto ya karo pia bado ilikuwepo. Tukangangana na wazazi, na ikakuwa vyema kabisa, wakapata na nikaingia katika chuo kikuu. Naam, na naendelea vizuri. Ndio. Hiyo kabisa kwangu ni kama ni success kubwa sana, kwa sababu nikiangalia ambapo nimetokea na penye nimefikia, ndio kabisa nimepanda ngazi viwango vya juu. Naam. Ni labda nikuuliza tu kwamba jambo gani lile ambalo umesoma katika maisha yako na bado linakuelekeza kuendelea zaidi? Ambacho nimesoma kabisa ni kwamba matatizo, changamoto zipo. Haijalishi utapitia wapi, hata uwe na pesa, uwe na nini, bado changamoto zitakupata. Ndio. Na kitu cha muhimu zaidi au jambo ambalo unaweza kufanya wakati wa matatizo au changamoto ni never give up. Usikate tamaa. Endelea kabisa, kumbana. Kila njia itakuwa shwari kabisa. Itakuwa mzuri. Hakuna mtu ambaye aliruka tu juu akakuwa mtu mkubwa. Hapana. Kila mtu alipitia step by step na akafika juu.
mwambie yule ambaye anakutizama na labda anapitia ugumu ule ambao uliopitia. Naam. Msisitizie tu kwamba labda kuna tumaini. Naam. Ambacho naweza mwambia msikilizaji ni kwamba ndio, kwa hii maisha, kwa story ambayo nimekupa, nilitokea chini na kama umesikiza vizuri, si kupelekwa shule ili hali niliomba. Sasa wakati mwingine si vizuri wewe kunyamaza na unajua kuna jambo ambalo unafaa ufanye. Kimbia pale, ulizia, ambia mtu fulani ambao unamjua, mwambie ninataka kufanya hili jambo na hili na hili. Na kama atakusaidia, atakusaidia. Na pia usigive up kwa maisha yako. We endelea tu, hakuna jambo gumu au rahisi. Yote iko sawa, na uking'ang'ana kabisa utapata kwamba unaendelea vizuri. Watu wengine kwa mfano huwa wanashindwa kwa sababu wanasema Mwenyezi Mungu ako na sisi, Mwenyezi Mungu atatuletea hii mafanikio kama wameketi chini. Ukiketi, Mwenyezi Mungu pia atakupa ambacho wewe unatazamia kukipata. Inafaa ukitafute, ndio pia Mungu naye akupatie mwelekeo kabisa. Naam, na Mungu ni mkubwa. Endelea pia kumtumainia, na yeye ndiye anapeana kila kitu kabisa. Naam. Mtazamaji, mafundisho pevu tunayapata leo hii mtazamaji, kwamba endelea kung'ang'ana, endelea kujituma sana, na usiweze kuyaweka matatizo yako kwamba iwe ni chanzo cha wewe kukata tamaa. Mtazamaji, mambo yanawezekana, ndio muhimu sana. Na tuna kipindi cha Quick Fire. Quick Fire ni wakati ambapo tunakuuliza maswali mawili matatu. Naam. Yanaweza yakawa ni ya kizushi vile. Lakini utayajibu. Naam. Uko tayari? Niko tayari. Uko tayari? Naam. Wewe huoga mara ngapi kwa siku labda? Unajua kitu cha kwanza, mwanaume hata anaweza oga kwa wiki mara moja. Naam. Kwa wiki mara moja kabisa. Na akakuwa sawa. Naam. Wewe sasa mimi kwa sababu unajua pia hali anga. Unajua pia kila mtu anakuwa maamuzi yake. Ndio. Labda ninaweza oga hata mara 5 kwa wiki. Mara 5 kwa wiki. Naam. Hizo siku zingine mbili za mwisho. Hizo mbili ni weekend, tunapumzika. Mwili pia siendi mahali. Upo tu. Nipo. Una yule ambaye labda tunamuita kigezo au mentor. Mentor wako ni nani haswa? Mtu ambaye unasoma kutoka kwake. Unajua kwa kila step ya maisha ndio lazima uwe na mentor kabisa. Ukiwa kwa mfano mimi nikiwa sijaanza shule, mentor wangu walikuwa tu ni wanafunzi wenzangu. Ndio. Wanafunzi tu ambao walikuwa wanaenda shule, na angalia wanaenda shule, mbona mimi siendi? Mbona siendi? Sasa ikabidi mimi pia niombe niende. Sasa hao ndio walinimenda, wanafunzi wenzangu. Na baada ya kuingia sasa nikapata madamu wangu. Nimepitia mikono ya madam karibu 3 hivi shule ya msingi. Unawataja labda wakati? Na kuna wa kwanza ambaye nilianza naye ni Madam Lilian. Ndio. Na huyo alinimenda. Yeye ndiye alikuwa foundation ya masomo yangu kabisa. Alinionyesha kwamba hii masomo ukifanya hivi na hivi utapita. Nikaingia nikiwa class 2 nikapata Madam Damaris. Madam Damaris yeye angepigania nipate kitu ambacho nimekipoteza kabisa kweli. Na hiyo ilikuwa inanitia moyo sana niendelee na nisome kwa bidii ili niweze kupita. Na nikiingia class 3 nikapata mwingine ambaye alikuwa anaitwa Madam Janet. Akanipatia advice. Akasema hata kama huyu kijana anavaa nguo ziko na puncture, huyu kijana anajua kusoma, anajua kusimua, kuadhidia. Ndio. Na
natumai akasema lazima siku moja atanunua gari yake na ataishi vizuri. Ataishi vizuri. So ukiangalia stage nilikuwa na hao men, na hilo lengo ndilo bado unajiendea. Hilo lengo bado unalitamani sana. Tamani sasa. Aha, ni kitu kipi duniani ambacho unakipenda sana? Ambacho nakipenda sana kabisa. Ni mama yangu. Good. Ni mama yangu kabisa. Naam. Sababu amesimama na mimi. Kweli. Amenisaidia kwa kila hatua ambayo nimechukua. Na yeye ndiye amefanikisha hata wakati ambapo nipo ni kwa ajili yake. Ni kwa ajili yake. Na pongezi sana. Na pia labda ambacho cha pili, labda wewe umeniuliza ambacho nakipenda sana, Kenya nakipenda sana ni nyumbani tena. Lazima niende kwetu nikifanikiwa, kama nimepata pesa mzuri, lazima niende nijenge kijiji. Lazima uende ujenge kijiji. Huko ndio ambapo napenda zaidi. Kabisa. Na inapendeza kabisa. Wanasema kwamba nyumbani ni nyumbani. Nyumbani ni nyumbani kabisa. Kabisa. Na mtazamaji, tunafikia kikomo cha story yangu, makala ambayo yanakujia kila siku ya Alhamis mtazamaji, na umekuwa nami Elisha Wanyonyi. Tukutane tena wakati mwingine mtazamaji, sana wakati kama huu. Kwaheri kwa sasa, tunasema ubarikiwe sana.